Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana katika nyumba ya Mungu ili tuweze kumwabudu katika roho na kweli. Basi na tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi inayotuongoza ni Zaburi ya 19 aya ya kwanza hadi ile aya ya 6. Zaburi ya 19 aya ya kwanza hadi ile aya ya 6. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao kama bwana harusi akitoka chumbani mwake, la furahi kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Na tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu uliotuumba, Mungu mwenye neema na rehema, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo Mungu umetupa watoto wako kuja kukuabudu katika hekalu lako. Tunakusihi Mungu wa mbinguni ukapata kuachilia baraka kwetu. Tumekuja na watoto wetu kwa ajili ya kukuabudu wewe. Watoto wetu wamesimama mbele ya madhabahu yako. Tunawaombea rehema, tunawaombea Bwana neema kutoka kwako iwafunike Bwana. Uwachunge katika mapito yao, uwasaidie Mungu katika mahitaji yao, ukawabariki Mungu katika kukua kwao.
Tazama Mungu wa mbinguni, hata siku za Jumatatu hadi Ijumaa unapoelekea mashuleni, Mungu ukapate kuwaongoza na kuwatunza, ukawasaidie Bwana kuwachunga, kwa sababu wanadamu wamekuwa kama wanyama, hawana hofu juu ya watoto ambao umetupa kama zawadi. Tunakusihi Bwana, uhai wao ukaufiche Mungu katika mbawa zako. Tazama wamekuja kulisikia neno lako, wanapoelekea Mungu katika masomo yao, tunaomba katika jina la Yesu kwa ajili ya walimu ulioandaa siku hii ya leo, wape neema Bwana na rehema kuwafundisha neema watoto hawa kwa ajili ya utukufu wako, na neno lako liendelee kukaa kwao. Tunaomba kwa ajili ya wazazi uliowapa watoto hawa na walezi na wadhamini, uwape hekima ya kuwatunza na kuwalea katika maisha yao. Watoto wanahitaji kusikilizwa, watoto wanahitaji kulelewa katika haki. Ninakusihi mfalme wa amani, Bwana, tunaacha mambo haya mikononi mwako Bwana, ukapata kuyathibitisha. Lakini pia katika ibada hii ya watu wazima pia tunakualika Roho Mtakatifu ukae nasi, ukatuongoze katika jina lako tunaomba na kuamini. Amen. Watoto, pokeeni baraka za Mungu, na Mungu aendelee kuwabariki, akawape vipawa na kukua katika neema yake. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupe amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kwaya kuu, na kisha kwaya umoja wa wanawake mtapokea. Yesu, chemchem
muumbaji wa vitu vyote. 211. Bwana Mungu wa ukombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, twakuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo kama Mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Wapendwa, Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie na tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, simshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alicho nacho. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba kuishe roho na miili yetu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi, hivyo basi na tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimwomba msamaha wa dhambi. Ungamo sehemu ile ya 9. Ungamo sehemu ya 9. Na tungame sote tukisema: Mungu Mwenyezi, naungama kwamba nimekosa mbele yako na sistahili kuitwa mwana wako. Sijakupenda kwa moyo wangu wote, roho yangu yote na akili zangu zote. Sijautunza umbali wako kama
Mungu Mwenyezi Baba wa rehema ametuhurumia akamtoa mwana wake wa pekee atufie msalabani. Kwa ajili yake Yesu Kristo Mungu ametusamehe dhambi zetu zote. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Antifoni na Zaburi ni ukurasa wa 284. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, kwani Yesu alikuwa mtii hata mauti, na mauti
Tutakiane amani. Siku ya Bwana ya tatu kabla ya Pasaka, furahini katika neema. Aya siku inasema hivi: chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hubaki hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, twakusihi utujalie neema yako ili tusizidi kuadhibiwa kwa ubaya wa matendo yetu, bali tuburudishwe kwa faraja ya neema yako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie sasa somo la kwanza litakaloletwa kwetu na mzee aliandaliwa. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Basi sikilizeni neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Tasoma kwa jina la Bwana. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Na hili ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zetu, basi na ikatumulikie mahali popote pale tutakapokuwa. Amen. Ni damu imani inayotuunganisha sisi na Wakristo wenzetu katika ulimwengu wote, imani ile ya mitume. Na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa
tafadhali wasalika tukae. Ili mpati ya wokovu mwizi kule mtini, nami nisiyetafuta ikanisafisha. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetutunza kwa mwezi mzima huu wa Machi, na leo ni Jumapili ya mwisho kabisa kwa mwezi huu na kwa mwaka 2025. Ametutunza kwa mwezi mzima, ametuchunga, ndiye mchungaji mwema. Basi tuwakaribishe katika ibada hii, ibada ya siku ya Bwana ya tatu kabla ya Pasaka. Mungu atubariki sana sisi sote tuliopata neema ya kuiona Jumapili na kuwepo, tuliostahilishwa kustahili pasipo si wenye kustahili kustahilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi ili atuhudumie. Kwa wakati huu nikaribishe kwaya ya Ebeneza.
Tunakushukuru Mungu kwa wema na fadhili zako Jehova. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili kuingia katika nyumba yako takatifu siku hii ya leo, siku ambayo tunamaliza mwezi huu wa 3. Mungu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako unazotutendea kila siku na kila kukicha. Na wakati tuko kwako Bwana, ili Mungu tuweze kulisikia neno lako, tunashuka, tunanyenyekea chini ya mkono wako ule hodari. Tunashuka madhabahuni kwako Bwana. Ni rehema zako na neema yako Mungu iliyotufunika. Si kwa akili zetu wala mawazo yetu wala ufahamu wetu wala elimu yetu, mfalme wa amani. Bali Mungu umetuheshimisha. Bali Mungu umetufanikisha. Bali Mungu umetuinua. Nasi Bwana tunalinua jina lako kwa habari ya tafakari ya neno lako la uzima. Mungu, tunaomba Roho Mtakatifu akakae katikati yetu, apite kwenye masikio yetu, akatufundishe, akatuelekeze, akatuonya, akatukemee, akatutie katika kweli yako Jehova. Kwa jina la Yesu Kristo ninasimama kinyume na kila roho ya kuzimu katika jina la Yesu. Mpango ambao Ibilisi ameuweka kuharibu ibada hii katika jina la Yesu, ninaamuru kazi zake zote ninashusha kule kuzimu. Damu yake Yesu Kristo ikanene mema Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya wateule wako hapa. Ukalibariki neno lako Bwana katika jina la Yesu. Mungu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Fungua Warumi sura ya 8 mstari wa 18 tutaishia ule wa 23. Warumi sura ya 8 aya ya 18 hata ile ya 23. Neno la Mungu linasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukitazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Amen. Chukua nafasi yako ukae. Nimshukuru tena Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee kabisa kuwepo katikati yenu, mtaa wetu wa Bunju B. Pia niendelee kumshukuru mchungaji pamoja na baraza la wazee kwa ajili ya mwaliko huu. Tukiangalia sasa neno letu linazungumzia habari ya kutunza uumbaji. Kutunza uumbaji au mazingira. Tuliposoma hutaona kama kuna mahali pamegusa mazingira. Tuliposoma kwenye Warumi, lakini ukiangalia kwa undani kuna zungumzia habari ya mazingira. Kwa ujumla sura ya 8 ya waraka huu wa Warumi unazungumzia juu ya uzuri wa maisha katika Roho Mtakatifu. Mtume Paulo anasema wale walio ndani ya Kristo wanatembea katika roho na sio katika mwili. Sababu unajua mwili umejaa uharibifu. Na sisi kama wanadamu hatuwezi kumpendeza Mungu kwa kutumia miili yetu. Maana tangu anguko la wanadamu, miili yetu imekuwa adui wa Mungu.
Ndio maana mahali pengine Yesu amesema roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Hivyo Wakristo wamepewa nguvu zaidi au nguvu za kuishi katika roho, na mtu asiyekuwa na roho, huyo sio mali ya Kristo. Maana walio na roho ya Kristo ndani yao, Biblia inasema hawa hawatendi dhambi. Rumi 8 mstari wa 9 na ule wa 11. Sasa kwa sababu ya dhambi imeteka sehemu kubwa ya miili yetu, ya utu wetu katika mwili, inatupasa kufa na kuwa na maisha mapya. Angalia Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 50 na kuendelea. Anasema nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Paulo anazungumzia kuishi katika roho. Anaposema tuishi katika roho, anamaanisha maisha yetu yaongozwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu roho anatusaidia katika mambo mengi katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo la kwanza, Roho wa Mungu anatuongoza kwenye toba. Angalia habari ya mfano ule mwana mpotevu. Kama sio Roho wa Mungu aliyomuongoza kwenye toba, asingerudi nyumbani, kwa sababu hakukuwa na semina, hakuna mtumishi aliyeenda kumhubiria. Alikuwa yeye na maganda ya nguruwe, lakini Roho Mtakatifu akasema naye kupitia maganda yale. Sema, nyumbani kwa baba yangu kuna watumishi wengi, unakula unasaza, mimi naishi hapa, kwa nini nisiende nyumbani? Nikamwambia baba, nimekosa, nisamehe. Roho ya toba. Kwa hiyo Roho wa Mungu anatuongoza kwenye roho ya toba. Roho wa Mungu anatuongoza katika kweli na haki, kwa sababu roho, Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu ni kweli na haki. Mungu hajakosea wala hajamfanyia mtu yasiyo haki. Ndio maana amesisitiza sana maisha ya mwanadamu awe ni mtu wa kutenda haki, hata katika jambo dogo. Usidharau kama hili ni jambo dogo ukaiacha ile haki ya Mungu. Tenda haki mahali popote pale, kwa sababu Mungu ni wa haki. Na Roho wa Mungu pia anatuongoza kutumikia shauri na kusudi la Mungu. Mungu ametuweka katika ulimwengu huu kwa makusudi gani? Sisi ni kutafakari ili tuweze kulitumikia kusudi lake. Na mahali pengine Biblia inasema alipomaliza kulitumikia kusudi la Mungu, basi akalala. Roho wa Mungu anatufundisha na kutujulisha tabia za Mungu. Ukisoma Yohana 16 mstari wa 5 na wa 15, lakini pia angalia Galatia mlango wa 5 mstari wa 22, pale kuna matendo mema. Ndio tabia za Mungu, kufanya mema. Haleluya. Je, watoto wa Mungu hawakutani na mateso na majaribu? Kuwa Mkristo au kuwa mtu wa Mungu sio kwamba ni njia ya kukwepa majaribu. Wako watumishi katika Biblia wanaotufundisha walimtegemea Mungu sana kwa asilimia zote. Ayubu, mfano Ayubu, lakini amepita kwenye majaribu. Paulo mwenyewe amepita kwenye majaribu. Kuna mahali pengine ameandikwa amepigwa viboko 40 kasoro moja, maana viboko 39 kwa ajili ya Yesu. Akina Stefano wamepita katika majaribu na mateso, hata kufa na mawe, lakini walimtegemea Mungu, walipita kwenye majaribu. Kwa hiyo Yesu mwenyewe pia alipita katika majaribu mengi na alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kuwa Mkristo, jiandae na kuyakabili majaribu na mateso. Haleluya.
kuwa Mkristo, unaweza ukapitishwa katika majaribu na mateso. Paulo anasema tunateswa pamoja na Kristo na tukatukuzwa pamoja naye, na hatuwezi kuwa warithi wa uzima wa milele bila kupitia hayo mateso. Na Yesu Kristo amesema, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na ninyi mkijipa moyo, mtaushinda ulimwengu. Jina la Bwana lihimidiwe. Katika maisha yetu ya Kikristo, Kristo hutuwezesha tupate nguvu ya kuvumilia mateso ili tupate ule utukufu. Paulo mtume aliangalia mateso, anasema mateso ya wakati huu akafananisha na yale ule utukufu utakao kuja baadaye. Akaona mateso ya wakati huu si sasa, ni mateso ya kawaida sana, maana baada ya mateso tunapata ule utukufu. Na mahali pengine Paulo amesema, nayaweza katika yote nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini pia katika kifungu kile tulichokisoma anasema viumbe vina shauku. Mtume Paulo anaposema viumbe vina shauku, anazungumzia habari ya uharibifu wa mazingira uliofanywa na wanadamu. Viumbe vinatamani kuondoka katika uharibifu huu, vinatamani kuona utukufu, vinatamani kuona ulimwengu mwingine, kama tunaposoma katika Ufunuo, kwa maana kuna nchi mpya na mbingu mpya. Kwa hiyo anaeleza jinsi gani sisi wenyewe wanadamu tunavyohitaji mabadiliko katika maisha yetu. Lakini pia kuna viumbe hai na visivyo hai. Hivyo ndivyo wanavyozungumzia Paulo, vinahitaji kuona nchi mpya na mambo mapya, kwa sababu hii imekuwa ni nchi ambayo mazingira yake, uumbaji wa Mungu umeharibika. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 6, utaona wanadamu jinsi walivyoharibu dunia kwa dhambi. Mungu akasema nitaifuta hii dunia, nitaanza upya. Lakini akamkumbuka mtumishi wake Nuhu. Ndio akamwambia Nuhu, tengeneza safina, wewe na watoto wako mkakae ndani ya safina, ila ulimwengu utaufuta. Anaondoa yale mazingira yaliyoharibika, anataka kutengeneza mazingira mapya. Mazingira mapya katika ufalme wa Mungu yanakuja. Hii dunia tunayokaa sasa itakunjwa, Biblia inasema itakunjwa kama karatasi. Hakutasaliwa jiwe wala juu ya jiwe. Kutakuwa nchi mpya na mbingu mpya, na mambo yatakuwa mapya. Yanakuwaje wewe na mimi hatujui, tunasubiri kwa imani. Haleluya. Cha msingi ni kumtegemea Mungu. Lakini katika kichwa chetu cha somo kinazungumzia habari ya utunzaji wa mazingira. Mazingira ni somo ambalo limefundishwa sana mashuleni, kuanzia shule za msingi, sekondari. Mazingira ni jumla ya mambo yanayotuzunguka katika maisha yetu. Ni mambo yote yanayotuzunguka katika maisha yetu. Na kila tunachokiona kwetu sisi ni mazingira yetu. Kwa hiyo Mungu alipoumba katika kitabu cha Mwanzo, ambapo mtumishi alisoma lile somo la kwanza, lakini ukiangalia Mwanzo 1 mstari wa 31, Mungu akaumba akasema kila kitu alichokiumba kilikuwa ni chema sana. Na vitu vilivyokuwa duniani na kule mbinguni vikaitwa vizazi vya mbingu na nchi. Mwanzo 2 mstari wa 4, vile vikaitwa vizazi vya mbingu na nchi ambavyo vimeumbwa na Mungu mwenyewe. Na Mungu alipoumba akamweka mwanadamu kwenye bustani ya Edeni, alimwambia uitunze na kuilima. Kwa hiyo jukumu la kutunza mazingira ni la mwanadamu mwenyewe. Haleluya. Neno hilo linapatikana Mwanzo 2 mstari wa 15. Ndio agizo ambalo sisi tumepewa, tunza mazingira.
tena, tunza bustani na uilime. Kutunza uumbaji wa Mungu uko katika maeneo makuu mawili. Kwanza, utunzaji wa mbingu na ardhi, bahari, utunzaji pia wa miili yetu. Ukiangalia Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka ule wa 17, Biblia inatoa onyo. Paulo anaandika pale, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na hekalu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu huo mwili, na Mungu naye atamharibu. Lakini tumepewa angalizo la kutunza, kama Mungu alivyoagiza Adamu atunze ardhi. Ardhi ni mama wa maisha. Ardhi inapoharibika, na sisi maana yake maisha yetu yanakuwa hatarini. Pale Same wana kampeni moja ya kupandaji miti. Kampeni yao inasema mvike mama nguo. Mvike mama nguo. Manake ardhi ni mama. Tunapopanda miti manake tunamvika mama nguo. Ili huyu mama kazi yake ni kutulea sisi watoto, tusije tukaangamia. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi watumishi wa Mungu, sisi wana wa Mungu, tuitunze ardhi yetu. Tuwe wasemaji kwa wengine wanaoharibu ardhi. Jana nilikumbuka jambo moja wakati naliangalia hili somo. Zamani kulikuwa na mahindi kijijini. Mkipanda mahindi mwaka huu, mkivuna, mama huwa anachukua yale makubwa, sisi tunaita mingwenjule lugha ya kwetu, yale makubwa, anayafunga pamoja, alafu anayaning'iniza juu. Chini kunakuwa na moto, mara nyingi kunakuwa na moto, ili yakauke vizuri. Hayo mnapanda mwaka unaofuata, si ndio? Miaka hii mbegu za mahindi zimetoka maabara. Ukilima mwaka huu, mwakani ukipanda hizo hazioti, uende ukanunue tena. Wameua viini vile vya asili, na hiyo mbegu haiwezi kukua pasipo kuweka mbolea. Lakini zamani unalipanda hindi lako, punje za mahindi unaziweka, kazi yako wewe moja tu, kupalilia. Mungu analileta hindi. Hata mimi nikitembea kule shambani sionekana, inaonekana mbelewele. Kwa hiyo tunakula vitu ambavyo havina virutubisho. Tunakula vitu ambavyo mayai. Zamani mayai, bibi yangu alikuwa marengo, alikuwa halali mayai, na alikuwa mwoga wa jongo. Tukitaka mayai tunamtishia jongo, anatugaia mayai yote. Mayai yana kiini chake cha njano cha asili. Leo unapewa yai ndani na kiini cheupe. Baba yake yuko wapi? Yeye halina baba. Haleluya. Limetengenezwa la Kichina. Ngombe yana chungu, zile za asili zina uchungu. Leo zina chungu, zinaitwa mwendo kasi. Naelekea wapi? Kwenye kiti. Hapo malalamiko mengi, nguvu siku hizi wanaume hawana, kitatoka wapi? Hizo nguvu zitatoka wapi? Vitu vyenyewe vya lakshari kula. Vitu vya asili havipo. Kila kitu kimepandikizwa. Kuku anayejulikana ni ule wa kienyeji. Kwanza ukitaka kuchinja, mbio ziwepo, mfukuzane. Leo namweka kuku ambaye nisubiri kachukue kisu wewe. Yuko tu. Anamsubiri. Yogo msubiri, mtakimbizana. Paka
vikuku wiki 2 wiki 3. Alafu mtu akikosa kwenye sherehe analalamika, mimi sikula kuku, unalalamikia magonjwa. Haleluya. Lalamika, namuuliza wewe unalalamika ukula kuku, wao kuku wa kienyeji au wa kisasa? Ndio pole. Bwana hata ngoja wewe la kienyeji bwana. Mimi sikupata faida hapo, unalalamika una halali yako. Maana umekosa kile kitu ambacho Mungu amekuweka original. Lakini ni biashara. Na watu wanaishi katika hiyo biashara. Lakini kuna wale wa kuku wengine si wa kienyeji wala si wa Kichina, yani kwa katikati. Haeleweki na yeye. Kama baba hamueleweki, yani anaupanga jike si jike, dume si dume, hilo nani kuku. Haya neno utafikiri nini? Simbilisi. Mazingira yameharibika. Haleluya, haleluya. Sababu za kuharibika kwa mazingira ni moja hapo ni dhambi. Ndani ya dhambi kuna uchoyo, ndani ya dhambi kuna uchoyo na matumizi mabaya ya rasilimali ambazo Mungu ametupa. Matumizi mabaya. Na kukosa uwakili wema kutunza. Mungu amemwagiza Adam, tunza hii ardhi, tunza hili shamba, lilime na utunze. Uwakili wema wa kutunza mali tulizopewa na Mungu haupo. Tangu anguko la mwanadamu, mazingira mpaka leo yameharibika na yanaendelea kuharibika kila siku. Kumbukumbu la Torati mlango wa 20 mstari wa 19, kwa habari ya kulinda kuchunga mazingira, Mungu aliwakataza pale Wanaisraeli msikate miti. Angalia Kumbukumbu la Torati mlango wa 20 mstari wa 19. Mungu aliwakataza Waisraeli msikate miti, na hasa miti ya matunda msikate. Hii itawasaidia, anajua. Lakini pia Mungu katika kumbukumbu hiyo ya 23, Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 23, Mungu alizungumza na Waisraeli mnaposafiri, kwa sababu walikuwa wanasafiri na kuweka kambi, wanasafiri wanaweka kambi, kwamba kila mmoja kwenye mzigo wake anapobeba safari na kuweka kambi awe na kijembe. Cha nini? Si mnatoka nje, si mko kwenye kambi, hamna toilet. Kwa hiyo kila mmoja awe na kijembe. Mungu anajua kutunza mazingira, awe na kijembe. Na akienda kule achimbe, akimaliza afukie. Kasome. Choo baba usitakiwe na serikali za mitaa, wewe una choo. Kasome habari ya Mungu. Anasema kwa ajili ya kufanya utakatifu, ili mimi nikipita usiku nisisikie harufu. Maana ukienda mahali pengine mwili wenyewe una change ghafla, kwambia hiyo haja haipo tena, rudi nyumbani. Haleluya. Kitu kingine kilichoharibu mazingira ni umasikini wetu. Kutafuta fedha, kukata miti, na sehemu kubwa sisi tunatumia mikaa. Miti inaisha kule. Hatuna namna, hatuna uwezo, sio wote tutakatumia majiko ya kisasa ambayo hayatumii mkaa, sio wote. Hata mimi bado natumia mkaa. Hiyo ni kutokana na umaskini wetu. Sio wa mtu mmoja, wa sisi sote. Lakini mengine ni maendeleo ambayo teknolojia ya viwanda na magari, uvuvi. Sasa hivi wanaangalia magari yanayotumia umeme tu, yasitumie. Wameona tayari mazingira yameharibika. Na matokeo yake sasa kuna kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Na kuna kitengo kabisa cha mabadiliko ya tabia nchi.
ukame, mafuriko, milipuko ya magonjwa na mambo mengi ambayo yanatupata. Sisi tulifikiri tunamkomoa Mungu, kumbe tunajikomoa wenyewe. Jana niligugu kitabu cha zamani sana, niligugu inaitwa Abunuwasi. Wangapi wamesoma kitabu? Wenyewe mwili wetu ndio sisi tumesoma. Abunuwasi hadithi zake zinachekesha sana. Mmoja wapo ya hadithi zake, alikalia tawi, akulile tawi aliyokaa, tawi liko hivi, yeye anakaa hapa anakata huko. Kinachotokea nini? Akaanguka. Vijana sasa hivi ni hizo hadithi ya mnazo. Ndicho tunachofanya sisi wanadamu. Ardhi tumepewa na Mungu, dunia tumepewa na Mungu. Tunaiharibu alafu tunajiharibia wenyewe. Pamoja na kutunza mazingira, tusisahau pia kutunza afya na miili yetu. Kutunza uumbaji wa Mungu. Mungu aliyotuumba turidhike. Kuna watu hawaridhiki na uumbaji wa Mungu. Angalia mambo ya wimbo ulio bora. Sura ya 1 mstari wa 5. Biblia inasema, pale mwandishi anasema mimi ni mweusi lakini ninao uzuri. Alafu mstari wa 6 anasema msinichunguze kwa sababu ya weusi wangu mwenyewe jua limenipiga. Haleluya. Kwa nini watu wanadamu hawaridhiki jinsi Mungu alivyowekea uumbaji wake? Ndio maana mwanadamu, Mungu amesema hakuna anayeweza kujiongezea kimo. Hakuna anayeweza kujiongezea kimo, lakini sisi tunajaribu kumbadilisha Mungu. Wenye hivi hawazitaki, wanataka nywele nyeusi. Na wenye nywele nyeusi na hawazitaki, wanataka mvi. Wanapishana. Huyu Pacome nywele zake kama Pacome, kijana kabisa. Sasa unaangalia huyu mzee kijana, mwangalia shavu kijana, nywele Pacome. Ukienda kwa mzee nywele nyeusi zinaita, lakini mashavu yamekataa. Yamekataa. Na wale wanaochukua mara nyingi kuna maeneo hayachuguliki. Yaani kwenye hizi kwenye nani hayatu. Sasa mikono imebaki kama ndizi ya kuchoma. Lakini huko nywele zinakataa. Sikiliza nikwambie. Biblia inasema hivi. Fahari ya vijana ni nguvu. Fahari ya mwanamke ni nywele. Fahari ya wazee ni kichwa chenye. Unasoma wapi? Sasa nywele zako hatuzioni ziko hapo. Hapa ndio fahari yako. Sio Biblia inasema hivyo. Haleluya, haleluya. Tusiharibu uumbaji wa Mungu. Unapoenda kwa fundi wale watengeneza kucha na nini, utakwangua nyusi zote na mpaka ile nani nyeusi. Ndio maana jua sasa likitoka saa zote. Kwa nini? Jasho, Mungu ameweka ile jasho lisiingie kwenye alafu ameweka saizi ya kope. Sasa unapoongezea kope, jicho halihitaji mwamvuli. Sisi tukaona ni kama aina fulani ya kituko. Lakini sasa mwenyewe umejipasisha, basi tena na kituko chako. Nimependeza umependeza. Maana ukimwambia hujapendeza mtagombana. Bora wewe umwambie tu umependeza. Basi ndio makofi
uumbaji wa Mungu unauchezea. Paulo ameenda mbali juu ya uumbaji wa Mungu. Ngoja nimalizie. Katika Warumi mlango wa kwanza, Mungu amesema neno gumu sana hapa. Hebu fungua Warumi sura ya kwanza, tumalizia mstari wa 26 mpaka 27. Hivyo umepata pata. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Tamaa za nini? Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. 27. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakiana tamaa. Wanaume wakayatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao, yaliyo ya haki yao. Kwa hiyo unaelewa kabisa kinachoongolea hapo ni nini? Ushoga na usagaji. Unajua ngoja kwa Misri moja. Haya yote yanayofanyika duniani, Biblia iko. Biblia ina majibu yake. Sio kwamba jambo jingine sana au jipya, ushoga na usagaji. Subaona hapo kifungu kimejieleza wazi. Wameacha njia za asili, wakawakiana tamaa. Na hii ndio iliyotokea kule Sodoma na Gomora. Ule mji ukazamishwa. Hivi waliwakiana tamaa. Na hiyo inaonyesha Mungu alipoona dhambi mzidi akatuma wale malaika, nendeni kwa Lutu mkaangalie. Wale wageni walipofika tu wenyewe wakasema, Lutu, tunataka hao wageni tuwafanye tunavyotaka sisi. Lutu akamwambia, hapana, na binti zangu hapa wawili hawajajuana na mume yeye, mimi nitawapa hao muwafanye mnavyotaka. Nasema binti zako tunawajua, tunataka hao wageni hao. Hawajui wale wageni wametumwa na Mungu, ni malaika. Malaika alipoona vile makubwa, wanataka hata sisi. Kweli tumethibitisha iko jambo la pekee hapa duniani. Wakamwambia, wewe Lutu, ingia ndani. Wakawapiga ukofu wale. Wakaanza kupapasa. Habari ya kupiga ukofu. Kuna wana maombi ya kupiga ukofu. Sasa mmoja alikuwa anampiga ukofu baba mwenye nyumba. Akadai kodi yake, anapiga ukofu. Piga ukofu. Wewe nyumba yako ulipiga ukofu. Toa ujinga wewe. Haleluya. Lete kodi hapa, lete kodi. Achana na upumbavu. Hii ni nyumba yangu. Kwa taifa lolote linalokubaliana na kuhalalisha mambo ya ushoga na usagaji kama ndiyo mfumo wa kawaida wa maisha yao, taifa hilo liko katika hatua za mwisho kuanguka kimaadili. Mungu atusaidie sana. Tutunze uumbaji wa Mungu. Tutunze uumbaji wa Mungu. Kuna somo moja gumu sana, habari ya kujipamba. Sawa, watumishi tuko mbalimbali bwana. Huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, mwingine fungeni miremba. Unajua pale usome mara 3 utaelewa vizuri. Na Mungu akusaidie. Hakujakataza kujipamba, ila kuwe na kiasi. Hakujakataza kujipamba, ila kuanzie ndani ya moyo. Kama ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa kanisa la kwanza, walianza mioyo yao kwanza. Baadaye wakaja kujipamba mavazi
ongea habari ya nguo fupi. Una kaishiwa mahubiri. Si Mungu anaangalia karoho tu, kwani anaangalia mavazi. Sikiliza, usipotoshe na hiyo maamuzi yako. Biblia ina aina za mavazi. Mavazi ya sherehe, mavazi ya makuhani ya ibada, mavazi. Kuna mavazi ya kila aina yameandikwa kwenye Biblia. Hata mmoja aliulizwa, ulipataje kuingia kwenye hii sherehe? Kuja kuna vazi la harusi, vazi la kulalia. Mimi na pensi, mama mtendeni unajua na pensi hivi. Kama Mungu anaangalia roho, Jumapili ijayo nije na pensi hapa niongoze ibada. Ile pensi langu nije nalo hapa. Nitaeleweka kweli? Kubaliana, nitaeleweka. Bora leo tunasema Mungu anaangalia roho, haangalii mavazi. Mimi nitakuja na pensi hapa. Yukta. Na raha. Na kaosh. Hapo naongoza seminar. Nitapata msikilizaji kweli? Tuheshimu ibada. Nguo za kanisa nyumbani na nyumbani, nguo za kanisa. Njoo kanisani, vaa vizuri. Vaa vizuri. Jirande, vunja kabati, sema wakanishangilie leo kanisani, wakaniangalia nini. Vaa vizuri. Wala usivae vibaya kwa sababu naenda kanisani. Vaa vizuri. Na nguo ya heshima. Unaona wenzetu kule wa mama wanavaa saka vibaya bila ni mwanamke au mwanamke kabeba silaha wataka ujue. Hakuna kutana nao. Mwili wake hauonekani. Unakuja kutoa sadaka vipaja kama ndege. Bahati mbaya sana. Bahati mbaya sana. Kuna sketi fulani ilikuwa inaitwa charanga. Charanga. Marefu yanafika magotoni kwenye vinyayo chini. Wanasema vazi gani inafika ukurutu. Ukurutu wa kwenye miguu. Lakini kwa vazi la heshima. Vazi linatambulisha na utu wako. Vazi linatambulisha utu wako. Naomba kila wakati hivi ndio mavazi yangu. Nikienda beach nikiogelea. Ninasemaje? Sinaogelea kule beach na joho. Akatafutwa daktari kwa kunipima. Na mtamwambia daktari mimi na akili ninazo, nimeamua kuja kuogelea na joho. Tutamwambia bwana sasa ndio tukue mtu wako hai. Hatufai. Sasa kama hayo unayaona hayafai, hayo unayotenda wewe mbele za watu unavyovaa, unafikiri yanakubali? Jirekebishe. Jirekebishe. Hata kama umekasirika, jirekebishe. Leo watu wananung'unika juu yako. Wewe angalia kwenye kwaya, tumepatana tushone. Sasa angalia mwenzenu mmoja atakaposhona. Nyie ndefu mwenzenu vipana hivi vigoti vinaonekana. Yaani mapambano yetu ifike huko, yeye kapunguza. Star. Kanisani hamna star. Kanisani hakuna star. Vaa vizuri, watu wakikuona umeenda kanisani. Nguo za kanisani, nguo za shughuli, kwenye shughuli. Hapo sasa hivi ukienda kwenye shughuli za watu, mchungaji. Wadada wanapovaa, yani anaimwagia radhi ndoa sio yake. Mwenyewe mpaka anashtukia bana anajitafuta. Hiyo tayari ni fundi ameshaikata, hata ukivuta haiongezeki. Tumeamua kuja hivyo. Kwa nini uonekane mtu wa nimesema kuna
vazi la kikahaba. Yaani ukivaa unajulikana wewe kahaba. Someni Biblia vizuri. Alafu sio kusoma, kitendee kazi. Hivi Mungu uumbaji wake hivi. Sasa hizi nikikanga nywele zangu hiyo kabisa inakuwaje? Kabisa kachumbali inakuwaje? Ni urembo au kufanyaje? Na nikifanya hivi inakuwaje? Yaani una Biblia inasemaje kama mimi mtu wa Mungu kweli? Sisi hatukatazi ujue. Wewe fanya kwa sababu una uhuru. Mungu ametupa kuchagua uzima na mauti. Kwa hiyo uwe huru. Kanisani wanatukataza, sisi natafuta kanisa. Wewe njoo, jipango unapojua, lakini mapambo yako uingize kwenye Biblia hivi yanakubalika. Au mengine tunaiga watu wa nje kabisa. Sasa unatutangazia haya, anataka kuongeza matanga, yawe makubwa matanga. Acha kwamba watu kwenye daladala mbanane na watu shida gani? Tanga ndio kupa linatosha kabisa hilo. Inatosha. Gharama zote za nini? Kisha uonekane tofauti, kisha uonekane tofauti na watu. Mungu anatuagiza leo tutunze mazingira yetu. Hakikisha pale nyumbani angalau una mpapai, au angalau una mpela, angalau una chochote ambacho kuna kamti pale nyumbani kapo. Tunza mazingira. Usafi wa mazingira Mungu ameagiza. Usafi wa miili yetu Mungu ameagiza. Ni jukumu letu sisi kusema asante Mungu kwa ajili ya agizo hili. Hebu tusimame tumshukuru Mungu. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama kama hili nyota ngurungu tangu vitu vingi vyote hivu wangu kwa uwezo wa roho yangu. Mshukuru Mungu, mwambie Bwana Yesu nisaidie niwe na roho ya kutunza mazingira. Mazingira uliyotupa, mazingira ya mwili wangu nikautunze katika jina lako. Hebu tamka kwa maneno yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii, tunakushukuru kwa ajili ya neno ambalo Mungu siku hii ya leo umetukumbusha kutunza mazingira. Mazingira uliotupa Mungu tumeharibu. Ndio maana magonjwa yamekuwa mengi, mafuriko yamekuwa mengi, ukame umekuwa mkubwa. Tazama wanadamu wanahangaika. Tazama tumekaa kwenye tawi na tunalikata hilo tawi, tunaanguka sisi wenyewe.
sio kwamba Mungu tunakukomoa wewe. Wewe Mungu tunaomba toba na rehema. Tumeharibu Bwana mazingira yetu, makazi yetu uliyotupa Bwana. Ardhi kama mama anayetulea, utumeiharibu Bwana. Mazao hayamei mpaka tuweke mbolea. Mazao yameopoteza ili asilia yake. Maabara imechukua nafasi kwa ajili ya kuunganisha mbegu na mbegu, kwa ajili ya kuotesha. Sayansi imechukua nafasi kubwa. Mungu ninakusihi Jehova, kwa damu ya Yesu Kristo, umetuonya katika mambo mengi. Miili yetu ni miili ya hekalu lako Bwana. Maana Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Tusaidie Bwana, kila mmoja kwa nafasi yake akajihoji katika maisha yake kama kweli nakupendeza au la. Hakuna anayekatazwa, bali neno lako akalitafakari Jehova. Mungu ninakushukuru, asante kwa kusema nasi Bwana. Uhimidiwe Jehova, ahimidiwe Roho Mtakatifu. Basi ukalibariki neno hili sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen.